Mtazamaji wa Mo TV, ni kukaribisha tena. Hii ni exclusive interview na hapa tuko madhabahuni kwenye kanisa la Soja Megawan Church hapa Mwenge mpakani jijini Dar es Salaam, na tunafanya mahojiano haya maalum ili kukuambia tu mtazamaji, watu wengi wanaofika hapa wanapona kwa namna moja au nyingine wakikutana na mtumishi wa Mungu Nabii Daktari James Nyakia anayepatikana katika madhabahu haya hapa Mwenge. Ukija hapa anakufuta machozi, anakutoa katika mateso, mahangaiko yale ambayo wewe unasumbuliwa nayo. Kumbuka mtumishi huyu amepakwa mafuta na Mwenyezi Mungu na anakuwa nabii wa ajabu hapa nchini Tanzania. Hakuna nabii kama huyu aliyewahi kutokea. Sasa nikukaribisha, nimekutana na mtumishi wa Mungu hapa, atatambulisha majina yake nani na anaonaje huduma hii ya kanisa hili la Soja Megawan Church chini ya mtumishi wa Mungu Daktari James Nyakia. Karibu sana baba mchungaji. Asante, nashukuru sana. Majina yako mtumishi? Naitwa Mtume Joshua Rashidi Hassani. Ndio. Nimetokea mkoa wa Njombe na nimekuja hapa kwa ajili ya kumtembelea Nabii James Nyakia, nabii wa ajabu. Vipi toka umekutana naye na wewe umekuwa ni mtu unaongeana naye, unaonaje huduma hii hapa Mwenge mpakani jijini Dar es Salaam? Kwa kweli huduma ni nzuri. Kwanza kabisa nimefurahi kwa ajili ya mapokezi. Mapokezi ya mahali hapa ni mapokezi mazuri. Watumishi wa hapa ni wakarimu na nimepata neema kukutana na nabii vile James Nyakia. Ni mtumishi ambaye ni mnyenyekevu, ni mkarimu. Kwa kweli ni mtumishi ambaye ametumwa na Mungu, ana nguvu za Mungu, kwa sababu nimeona kuna watu wanawatabiria na yale anawatabiria ni ya kweli. Kwa hiyo nimethibitisha huyu ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu kila anayeambiwa mambo yake anakiri wazi kusema hivi, haya mambo anayosema ni kweli. Kwa sababu nilikuwa namsikia tu kwenye vyombo vya habari, lakini nimekuja mwenyewe kuthibitisha, kumuona nabii wa ajabu na mimi nipate upako kidogo. Na hii ni mara yako ya kwanza kukutana naye ama ulishawahi kukutana naye kabla? Ni mara yangu ya kwanza kukutana naye. Nilikuwa nakutana naye kwenye vyombo vya habari tu. Lakini sasa hivi ni mara ya kwanza nipata neema kukutana naye live. Na watu walivyokuwa anawatabiria, anawaona, anawaambia bwana wewe unasumbuliwa 1 2 3. Kwako ulishangaa, uliona ni miujiza fulani? Nimeona wengi wakitabiri, lakini utabiri wa huyu nabii ni wa tofauti kidogo na sehemu nyingine. Kwa sababu huyu ni nabii ambaye yani hapepesi, hakwepeshi. Anaongea mambo safi, yani mambo clear kabisa. Na anayeambiwa na anamjibu kweli nasumbuliwa na kitu hicho. Kila ambaye anamwambia anasema kweli nasumbuliwa na jambo hili, kwa hiyo tatizo hili ni kweli. Umeona? Kwa hiyo nimeona nabii ni kweli, kama ana kweli kama mambo yako tunavyoona kwenye machannel huko, mambo yake ajabu ni kweli, ni wa ajabu. Moja ya tukio la kufanya muone huyu nabii ni wa ajabu kuachana na kutolea watu nabii, ni tukio gani mpaka ukasema kila ukimwangalia unakuwa humalizi kumwelezea? Of course nimeona watu wakipona live. Umeona anaweza kumtamkia mtu alafu anapomtamkia muda huo pepo linalipuka. Umeona naona huyu mtu wa ajabu kabisa huyu. Yani haishi tu kuongea, ni ile kusema anatabiria hapo mtu, ile nguvu na giza inajidhihirisha ndani ya yule mtu. Kwa sababu kweli anachosema ni kweli. Na wewe umefika hapa muda gani toka umekutana naye? Siku ngapi? Leo ni siku kama ya pili hivi. Sasa unataka kuambiaje watu mbalimbali wale kwa mikoa tofauti kuhusiana na nabii huyu wa ajabu Daktari James Nyakia ili waweze kufika katika madhabahu hii hapa Mwenge mpakani jijini Dar es Salaam? Mimi ninavyowaasihi watu wote wa Tanzania na jiji la Dar es Salaam na viunga vyake, wasiishie tu kusikia au kumwona tu kwenye vyombo vya habari, isikuwa waje wenyewe washuhudie live. Na wakija watapata uponyaji, watafarijika, watafurahi itaanzia hapa. Baada ya kumwona nabii Nyakia, nabii wa ajabu, furaha itaanzia hapa, watafutwa machozi. Kama mimi nimekuja hapa nimeona naona unauishwa viwango vya rohoni. Na wewe umepokea upako wako? Na mimi nimepokea upako wangu. Na nikirudi sasa inakuwa sio kawaida. Kwa sababu nimekutana na nabii wa ajabu na mimi lazima huduma yangu ya ajabu ya tofauti. Kwanza sasa hivi. Labda kuna kitu kilikuwa kinakukwaza ukisema nikikutana na Nyakia basi ya mambo yote yanaisha? Ni kweli kuna maswali fulani nilikuwa najiuliza, maswali ya kihuduma, lakini baada ya kukutana naye kuna vitu aliniambia nikaona ni sahihi, ni kweli hiki kitu kinanikwamisha. Kwa hiyo sasa hivi hicho huo mkwamo haupo.
ukutana na nabii, mambo yako yameshakaa sawa. Bwana, asante sana na karibu sana. Amina. Mungu akubariki sana. Asante, Mungu akubariki. Amina. Asante, nimefurahi kuwa na wewe. Yes, mtazamaji, ni kukaribisha tena kutana na mtumishi mwingine hapa ndani ya madhabahu ya Soja Mega One Church. Amekuja akiwa anasumbuliwa changamoto mbalimbali. Changamoto zipi? Mimi na wewe hatuzifahamu. Tutakwenda kuzifahamu hapa, na yeye kama atakuwa amepata uponyaji atatuambia alikuja akiwa na hali gani na ni kitu gani kilikuwa kinamsumbua, na baada ya kukutana na daktari mtumishi wa Mungu Nabii James Nyakia ameweza kupona. Majina yako mzee wangu? Naitwa Andrew Dalika. Umekuja kwenye madhabahu ya Soja Mega One Church. Kitu gani ambacho kilikuwa kinakusumbua ukasema nafunga safari na kwenda kukutana na mtumishi wa Mungu Nabii Daktari James Nyakia? Tatizo langu lilikuwa linahusiana na huduma. Ndio. Na ninashukuru mpaka sasa huduma yangu imefunguliwa, kwa maana kwamba ilikuwa ni huduma yenye katika, lakini mpaka sasa imekaa sawa. Ukisema huduma unamaanisha huduma gani? Maana huduma ziko nyingi, mtu ataka fahamu ni huduma gani ulikuwa unaitoa wewe? Mimi ni mchungaji. Na huduma yako wewe inapatikana wapi? Inapatikana Singida. Singida. Vipi baada ya kukutana na mtumishi wa Mungu? Alikwambia changamoto zako ni zipi ambazo wafanya huduma kidogo ilegelege? Ndiyo. Kaniambia kuna shida kwamba huduma yako imeingiliwa na wahuni ambao ni wachawi. Ndio. Kwa hiyo akanifanyia maombi nikakaa sawa. Na ukitaka kumzungumzia James Nyakia, nabii huyu wa ajabu, wewe mara yako ya kwanza umemsikia wapi na ulikutana naye wapi? Namshukuru Mungu, nilimwona kwenye mtandao nikaamua kufuatilia kwa sababu ni mtu tofauti na manabii wengi ambao wanaonekana. Na nikiamini kwamba nikija kwake atanisaidia kwa sababu yuko tofauti na manabii wengine. Tofauti yake ni kubwa sana na manabii wengine. Kwanza ni mtu ambaye ni mnyenyekevu, ni mtu ambaye anapenda watu. Hata kama mtu ni mchafu kiasi gani, ana uwezo kumsaidia, hata kumbeba, hata kumsafisha. Hilo ndio tofauti kubwa sana iliyopo kwake na manabii wengine. Sawa, nabii wengi unakuta wana hali za kiburi, lakini pia anatazama ni namna gani kumsaidia mtu kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Kile anachofunulia ndicho anachokifanya. Hususani kama juzi, kitendo cha kubeba maji, kitendo cha kusukuma mkokoteni wa mahindi na kuanza kukatakata kuwapa watu, kitu ambacho ni cha unyenyekevu, ni kitu ambacho ni connection kabisa na Mungu. Kwa nini? Mungu ndivyo anavyotaka. Ndio upendo kwa mtumishi unapotakiwa. Na ulikuwepo hapa, umekuja sijui lini? Mpaka sasa nina wiki 2. Umeonaje jinsi anavyowatolea watu unabii, akimsimamisha mtu akimwambia wewe chanzo chako ni hiki na hiki na hiki? Unazungumziaje swala hilo? Kuhusu katika sehemu hiyo, kweli nimeona, kwa sababu yeye anaona hata kama miaka 3, ninaona anataja na mwaka. Sasa ni mtu mmoja akaambiwa mpaka sasa akiwa na miaka 4 alikunywa uji, ndio walimlogea uji. Nadhani pia naye akafunguliwa. Kwa hiyo ni mtu ambaye Mungu anamtumia kwa kiwango cha juu sana. Hakuna kitu ambacho kinafichwa, hakuna kitu mbele yake. Sasa unawaambiaje wa Tanzania, hususan wa mikoani ambao watakiwa wafike huko wafunguliwe? Maana Mungu ana kondoo wengi. Wanaweza wengine wakaja huku, wengine mkabaki nao nyie. Mtu akisumbuliwa na jambo, mko tayari kumwambia nenda Dar es Salaam ukakutane na mtumishi wa Mungu Daktari James Nyakia? Utayari huo upo, kwa sababu ni kuwasaidia watu. Kama mimi nimeshindwa, maana yake maarifa yangu yameishia hapo, itamruhusu kwamba nenda ukafunguliwe. Nawaambia watu kwamba waje, wala wasihofu, wala usisikilize maneno ya watu,
kwa sababu wengi au hususani watumishi wengi wamekuwa wakiwaambukiza washirika wao tabia mbaya. Wanasema yule ni Freemason, lakini ukweli wanajua yule ni mtumishi wa Mungu, ila wanawafungia watu. Kwa hiyo wasikubali kufungiwa, wasikilize pia Mungu. Wasikubali kufungiwa kabisa. Wengi wamefungiwa wakisema yule Freemason, yule Freemason. Wengi anafungiwa. Mwingine anaweza kapewa hata hela kwamba yule Freemason anakutega siku achukue nyota yako. Si kweli. Ila ni hali ya wivu ambayo imekuwa inajaa ndani ya watumishi. Watumishi wengi ndio tunayeharibu huduma. Ndio tunaharibu watu. Kwa sababu tunakuwa na wivu, alafu tunaongea maneno machafu. Nikwambie tu mtazamaji, nikushukuru sana mtumishi wa Mungu na nikutakia kila laheri unaporudi huko Singida katika huduma yako. Mungu akakufungue sana na baraka zote najua, na mimi pia nimechota maarifa na baraka tele kutoka kwako. Asante sana. Mtazamaji wa Mo TV, huyu ulikopo naye hapa ni mtumishi wa Mungu. Yeye anatoka kule Singida. Ameweza kuongea namna gani amemuona mtumishi wa Mungu Nabii Daktari James Nyakia anayeongoza madhabahu hii ya Soja Megawani Church hapa Mwenge mpakani jijini Dar es Salaam. Yeye anasema hakika amefunguliwa. Huduma yake ilikuwa inalegalega, lakini alipokutana na mtumishi wa Mungu Daktari James Nyakia, huduma yake anaamini itakwenda juu kwa viwango vikubwa sana. Mimi sina la ziada, nikutakie utazamaji mwema katika vipindi vinavyoendelea ndani ya Mo TV na nikutakie siku njema. Bye bye.